Hello, mimi ni Furaha Mseke. Yes, the Wise, na hapa tunashare hekima ya kufanyia maisha kwa msingi wa neno la Mungu. Leo Bwana nataka kumwongelea mtu wa watu. Yes, a man of people. Watu wazuri wa Mungu. Sisi tuliomwamini Kristo hatuwezi kuyaishi maisha yetu kivyo vyote, kwa sababu tunajua maisha yetu sio ya kwetu peke yetu, bali ni kwa ajili ya watu wengi. Biblia inasema hivi, vivyo hivyo nuru yenu iangaze, watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Tunavyoangaza, wanaoona ni watu, sio sisi wenyewe. So usije ukasema, oh, I am living my life, my life, don't judge my life, blah blahs like those ones. No, we are living for the people. Kufaulu kwetu ni kufaulu kwa watu wengi, na kushindwa kwetu ni kushindwa kwa watu wengi. Now, personalize that. Kufaulu kwa furaha yao, kushinda kwa furaha yao ni kushinda kwa watu wengi walioko nyuma yake. Kufeli kwa furaha yao, kushindwa kwa furaha yao ni kushindwa kwa watu wengi walioko nyuma yake. That's why we cannot afford to live a careless life because of the lives that are depending on us. Kwa sababu ya maisha ambayo yanategemea kuiona nuru yetu, either wamtukuze Mungu ama wamtukane Mungu. We cannot afford to live anyhow. Hatuwezi kuishi kivyo vyote, kwa sababu maisha yetu yako kwenye tathmini wakati wote. Kitabu cha Waebrania akasema, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo, kila dhambi ituzingayo kwa wepesi, ili tuweze kupiga mbio zilizoko mbele yetu. Sisi ni watu wa watu. We are men of people. That's why we are serving Christ. Tunamtumikia Kristo, and we are serving souls. Tunaokoa roho za watu za thamani. Sisi ni mkono wa Mungu duniani kuokoa roho za thamani zinazoingia kuzimu kila siku, kila dakika. We are there for people. Kwa kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12, I'm going to read it. Anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Do you know, we are speaking of Adam kama mtu mmoja ambaye kwa yeye dhambi iliingia ulimwenguni. Lakini kwa leo, kwa mtu mmoja dhambi inaweza ikaingia kwenye ukoo wako. Kuna laana, kuna mambo unaweza ukayafanya, laana ikaingia kwenye ukoo wako. Yaani kwenye ukoo wako unaweza ukuta hakunaga mtu amewahi kutoa mimba, wewe ukaanza kutoa. Hiyo laana inaingia. Unashangaa mtoto wako naye anakuja kuzaliwa mtoto wa kike, naye ile dhambi inamuinda, naye anataka kutoa mimba. Anazaliwa mjukuu, anataka kutoa mimba. Kwa sababu kwa mtu mmoja lango la dhambi linaweza likafunguliwa, au lango la baraka linaweza likafunguliwa. Kwa wewe mmoja unaweza ukafungua chochote katika ulimwengu wa roho, ukafungua ama ukafunga. Ina maana kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia, kuna kwa mtu mmoja dhambi inaweza ikafungiwa mlango kwenye nyumba, kwenye familia au kwenye ukoo. Kuna watu ambao historia za koo zetu hazitufurahishi, and what we can do ni kufunga hii milango, ni kuzuia kwamba kwa huyu mtu amemwamini Kristo, ni huyu mtu ameyanyoosha maisha yake, ameishi maisha matakatifu akimpendeza Mungu. Hata alipojaribiwa kuanguka, alinyosha akijua kwamba sio tu kwa ajili yangu, kwa ajili ya ukoo wangu, ambao umeishi kwenye labda ndoa za mitara, ambao umeishi kwenye labda matatizo fulani, kufa kabla ya wakati, premature death. Ili tu ni uokoe ukoo mzima. Kwa mtu mmoja huu mlango ufungwe, anaamua kuishi kwa ajili ya Mungu, anaamua kuishi maisha matakatifu. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia, kwa mtu mmoja dhambi inaweza ikafungiwa mlango. Ndio hii kwenye mstari wa 17 anasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mtu mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema kwa kile kipawa cha haki watatawala katika uzima wa yule mmoja, yani Yesu Kristo. Ndio maana mtu wa Mungu tunakwambia mpokee Yesu Kristo, kwa sababu unaweza kutawala sehemu ambayo dhambi na miungu imetawala kwa kipindi kirefu. Kama tu una Yesu Kristo, anasema kama kwa kupitia huyu mmoja mauti iliingia, basi kupitia Kristo watu wanatawala katika haki. What is it that you want it to reign in your clan, in your family, in your country, in your nation? What is it really? Name it. You can rule it through Christ. Unaweza ukatawala kupitia Kristo. Kwa mtu mmoja
Unaweza ukafungua ama ukafunga. Do you know what you carry? You are a man of people. Yes, wewe ni mtu wa watu. Don't forget that. You are living for people. You are here to live for Christ, to serve Christ, and also to serve souls, to serve people. And I hope this one has blessed you as well. And you're going to share it with others. Shalom in Christ.